Dakta mpenzi mtazamaji mahali popote ulipo, hujambo na karibu tukiwa kwenye uga wa chuo kikuu cha Chuka ambapo maandalizi kamili yanaingia mkondo wa tatu. Ukiangalia sasa hivi baadhi ya hema zimeweza kuwekwa ardhini kwa minajili ya sherehe ya mahafali ya tarehe 21 mwezi wa Novemba mwaka 2025. Ni sherehe ambayo itakuwa ni sherehe zaidi ya sherehe, kwani itakuwa ni sherehe ya kuweza kuwakabidhi mahafali wale mababa wa masomo mwaka 2025. Jitihada ambazo wamekuwa wakiweka kwa miaka minne na itakuwa inatathmini jinsi ambavyo wamekuwa wakifanya panda shuka na shuka panda hadi wakati watakapopewa mkono wa dhania kwamba wamehitimu kwenye kosi tofauti. Na leo hii nimejiunga na baadhi ya wanafunzi ambao wameweza kuhitimu kwenye kosi tofauti. Ningependa kuzungumza na mmoja wetu hapa, nimesema jina kamili, kosi ambayo umeifanya ukiwa chuo kikuu cha Chuka, na ni nini haswa kilikufanya ukuwe na matamanio ya kufanya kosi hiyo. Naam, shukrani za dhati. Jina langu ni Daniel Mosop, mwanafunzi hapa katika chuo kikuu cha Chuka. Bila shaka ninafanya kosi ya sanaa katika masuala ya Kiswahili na jiografia. Nilipojiunga na chuo kikuu cha Chuka takriban miaka minne iliyopita, mwaka 2021, nilikuwa na ari ya kuwa gwiji katika lugha ya Kiswahili na kubobea katika masuala ya kijiografia na masuala ya kimazingira. Naam, ndio maana yake nikaweza kujitoza katika masuala ya Kiswahili na jiografia. Kwa hivyo masuala ya Kiswahili, masuala ya lugha ninaweza kuingamua, ninaweza kuirindima ngoma hiyo. Shukrani. Je, ni nini haswa kilikufanya uwe na matamanio kujua Kiswahili licha ya kwamba baadhi ya wanafunzi wengi wana msimamo tuseme msimamo hasi kuhusiana na somo hili la Kiswahili, kwamba baadhi ya wengi wanaonea somo la Kiswahili kwamba ni somo gumu, ni somo ambalo pengine ipewe kipaumbele zaidi? Na mimi ningependa kusema hivi, binafsi sipendi kuwa mfungwa, kwa sababu unajua ukipenda Kiingereza zaidi, kumbuka Kiingereza si lugha ya Afrika. Kiingereza ni lugha ya Uingereza, na sisi kama Waafrika Kiswahili kiliweza kuzaliwa hapa Afrika Mashariki. Kwa hivyo mimi niliweza kukienzi lugha ya Kiswahili na nina matumaini ya kwamba Kiswahili kitanifikisha mbali, kwa sababu hata hapa nipo mbali tayari. Na bila shaka Kiswahili ni lugha ya taifa. Kiswahili ndio lugha ambayo imeweza kutumika katika kuingilisha gurudumu la uchumi nchini Kenya. Kiswahili kimetumika hata katika masuala ya kisiasa zaidi. Kwa hivyo niliona ya kwamba kuna ile upungufu ya utafiti katika lugha ya Kiswahili, na bila shaka nikaweza kusema kwamba ni vizuri niweze kubobea kusoma na kuelewa lugha ya Kiswahili ili kuweza kusukuma gurudumu hilo na kuhakikisha kwamba taifa letu la Kenya inaweza kusonga mbele bila kukua na ile kujifunga ama kuwa na ile ndani ya kusema tunazungumza lugha ya Kiingereza zaidi, lakini lugha ya Kiingereza si kwetu. Unajua ni vigumu zaidi kuenda kule Amerika upate kwamba wanakuambia this is Kiswahili speaking zone, kwa sababu sio lugha yao. Lakini inakuwa kinaya sana kupata hapa nchini Kenya na kuambia this is English speaking zone. Kwa hivyo lugha ya Kiswahili ndio lugha ya kikwetu. Naam. Je, safari yako ya masomo ya miaka 4 imekuwaje tangu ujiunge na chuo kikuu? Ni changamoto zipi ambazo zimekuandama ukiwa pale chuoni? Naam, kuwepo katika chuo kikuu si jambo la rahisi, kwa sababu kuna changamoto, kuna masuala ya hapa na pale. Kwa mfano masuala ya mitihani migumu, mijarabu, wakati mwingine unakuwa mgonjwa, wakati mwingine unakosa karo, wakati mwingine unafika darasani hata mihadhara nyingine zenyewe hazipo. Wakati mwingine nilijitoza hata katika masuala ya kisiasa na masuala ya kaenda zigemnegi. Wakati mwingine nimekuwa kiongozi darasani, wanafunzi wanakashifu kwa sababu jinsi ambao unaongoza si jinsi ambao walikuwa wanatarajia. Wakati mwingine hata marafiki zako karibu zaidi wanakuwa ni watu ambao hawakusaidii. Wakati mwingine unaomba Mwenyezi Mungu ni kana kwamba Mwenyezi Mungu hayupo. Kwa hivyo changamoto ni nyingi tele, lakini hayo changamoto yote imeweza kunisaidia kuwa mkakamavu na kuweza kupambana na hali ya ulimwengu wa kihalisia. Naam. Je, ni mawaidha yapi ambayo utawapa wanafunzi wa mwaka huu ambao bado wanazidi kupambana na masomo, kwamba miaka minne ni miaka tu ya kuweza kujidhatiti na kuhakikisha kwamba ile ulingo ya masomo yako bado ipo sahihi na kuifuata kwa njia ya utaratibu? Ni mawaidha yapi ambayo utawaambia wanafunzi wenzako watilie maanani wasije wakambulia patupu? Naam, muhimu sana, kwa sababu wale wanafunzi wana safari ndefu. Kwa wale wanafunzi ambao wapo mwaka wa kwanza, wa pili na wale ambao wanaelekea kumaliza, jambo muhimu zaidi ni kuweka Mwenyezi Mungu mbele, kisha uwe mtu wa kujitolea sana, kujituma kwa swala lote unalotaka kufanya.
si masuala ya kielimu tu, si masuala ya darasa tu, bali kuna talanta yako pia, kuna masuala mengine ya kijumuiya tu ama ya kikawaida. Kwa mfano kama mwanahabari, penda fanya kazi yako na uishi na watu vizuri, maana watu ni mali, watu muhimu sana, na bila shaka pia uweze kuwa mtu ambayo unakuwa na matazamio ambayo ni chanya, uko na positive mind ya kwamba ipo siku utaweza kumaliza na utafanikiwa. Ukiwa na ile negative thought, masuala itakuwa yanaenda zegemneni. Kwa hivyo kwa wanafunzi ambao wapo chuoni, mjitahidi sana kufanya kitu ambacho kinaleta chuoni. Mjiunge na vyama, association, mjikumue na marafiki wengi, networking. Na kwa sababu mjue kwamba baada ya miaka 4 kuna maisha kule nje. Na yale ambayo mnasoma muweze kutilia maanani ili muweze kuifanya kule nje. Isiwe tu ni mtu ambaye umekuja chuoni kutalii. Usiwe mtu ambaye umekuja chuoni tu kumaliza muda wako. Yale ambayo umesoma, yale maarifa, yale ujuzi uweze kutumia baada ya kuweza kuwafanya. Na wakati kuna long holiday, ile likizo ndefu, hakikisha kwamba unafanya kitu ambacho kitakusaidia. Usiwe mtu ambaye unahangaika tu pale mtaani au una chochote cha kufanya. Kuwa mwanafunzi ya kitaaluma ambao umesoma katika chuo kikuu. Uoneshe utofauti baina yako na wanafunzi wengine ambao hawajawahi kuona milango ya vyuo vikuu. Kwa hivyo shukrani sana, mimi nawatakia ni kila laheri wale wanafunzi ambao tumewaacha chuo. Kumbuka kwamba kuna maisha baada ya chuo. Naam, shukrani sana mpenzi mtazamaji kwa kuwa nasi na kujiunga kwa habari hizi tendeti, wakati ambapo tunakuletea huku maandalizi ya chuo kikuu yakizidi kuendelea. Kumbuka kwamba kesho itakuwa ni siku moja tu kabla ya siku kuu ambayo ni siku ya sherehe ya mahafali itakapowadia, na itakuwa ni siku ya kuadhimisha sherehe hiyo ya mahafali. Shukrani sana mpenzi mtazamaji, jina langu ni Soita Junior Gilisho.